wamemuua mtoto wao. Mimi kwanza hili limeniumiza. Kwa kipigo, wakimtuhumu kuiba television ya nyumba ya nyumbani hapo, kisha kutokomea kusikojulikana. Wazazi wamepiga mtoto mpaka wamemuondoa uhai. Sasa majirani wa bwana Joel Malila wamesema siku ya tukio walisikia kelele za watoto hiyo, yani za mtoto huyo, wakati wakimuadhibu wazazi ambao walisikia hasira kali, lakini pia walimuumiza pia kwa muda mfupi sasa sana, na wao pia wakijua ni hali ya kawaida kwa mzazi kufanya hivyo, lakini baadaye waliitwa na kushtushwa na kile walichokiona. Majirani waliposogea pale eneo la tukio, wao walikuwa wanajua ni zile kawaida za mzazi anapomwadhibu mtoto. Pale unapokuwa unajua tabia ya mtoto wako lakini bado ukawa unaipuuzia. Lakini pia kuna namna nyingi tu ya kuzungumza na mtoto. Yaani ndugu zetu pia wataalamu wamezungumzia sana kwenye habari ya namna ya kumlea mtoto, namna gani tunaweza tukamwadhibu. Na pia kuna mengine sio tu ya kupigana. Tunaweza tukazungumza pia. Sijui kama walitumia njia zote hizo mpaka kufikia hatua sasa ya baba pamoja na mama wote kumshambulia mtoto. Mwenye umri wa miaka 15 tayari hayupo. Alikuwa ni kijana huyu ambaye wanaweza wakazungumza naye, wakaelekebisha. Na anarekebishika kabisa huyo. Bado. Sawa, ngoja tusikie pia mashuhuda na majirani pia wanasemaje kwenye tukio hilo, jinsi lilivyokuwa likitokea hapo. Kabisa. Naitwa Lucy John Kamanga, ni mkazi wa Igodima. Siku ya tukio ilikuwa ni mida ya jioni, mida ya saa 2 au saa 3. Tulikuwa tupo ndani kama kawaida, ni kawaida mzazi kumwadhibu mtoto. Kwa tulikuwa tunasikia mtoto anaadhibiwa, kwa kuwa ni kawaida mzazi kumwadhibu mtoto. Kwa tuliona ni hali ya kawaida na haikuwa muda mrefu, ilikuwa ni muda mfupi sana. Tulivyosikia zile kelele, baadaye nikawa nimeingia kulala, tukawa tumeingia wote kulala. Baadaye ndo hatukuelewa mambo yamekuwa vipi mpaka hili jambo linakuja kutokea namna hii. Tukawa tu tumeitwa kutoka nje kwenda ndani, tunamkuta mtoto yuko chini na hali yake haikuwa nzuri kwa kweli. Hali yake ilikuwa mbaya. Baada ya hapo ndo tukafanya maamuzi ya kwenda kumuita balozi. Balozi akawa amempigia simu mwenyekiti, mwenyekiti akawa amefika eneo la tukio. Na baada ya kufika eneo la tukio akawa amebebwa mtoto na kupelekwa hospitali. Haya, sawa. Sikia mambo hayo Sasa sio mzazi hapo unaliaje? Sasa unaanzaje kulia? Lakini unalia kwa uchungu. Lazima ulie ukimkumbuka mtoto wako, lakini pia wanaweza wakalia kwa kujutia kile walichokifanya. Yaani sio tu kwa maumivu ya kumpoteza mtoto, lakini unalia kwa kile ambacho wewe umekifanya kama mzazi. Hivyo alikuwa ameshafika kwenye ile level ya samaki mkunje ngali mbichi. Bado mbichi huyo. Mtoto alikuwa kashakauka kweli? Bado. Miaka 15? Bado hajakauka. Hajakauka huyo. Alikuwa bado kabisa ananyosheka kabisa. Ndio chako kuna watoto wamekauka mpaka ukiwashika. Sasa nafikiri mimi mtu wa kazi. Unanitia kazi niache kazi. Mtapata kazi, pakiwa kuna kazi. Mimi mtu wa kazi. Unataka niache kazi kwa sababu sina kazi? Watu wamekauka kweli kweli. Mtoto wa miaka 15 huyu. Unamwona yule mshikaji, yani anahojiwa, ana wasiwasi. Umeona hiyo clip mjongeo kwa mtandaoni. Yani mtu haogopi hata, yani ameshafika lenki kwamba mimi mkiniua sawa, mkiniacha huru sawa. Kwa hiyo kuna wazazi pia tu tunajaribu kutizama ni kwa namna gani tunaweza tukatengeneza tabia za watoto wetu. Umeona na kujua source ya hizo tabia ni zinatoka wapi. Kabisa. Na kama Kakubwa pia tunaendelea kutoa rai kwa jamii. Kabisa. Matukio kama haya hayafai kuyaona ama kuyasikia pia. Kama unaona kwamba mtoto wako amekosea, basi tumia njia zilizo sahihi kwenye kuhakikisha kwamba kila kitu kinakaa sawa. Unaweza ukamfunga mtoto wako. Unamfunga polisi, mwambie mtoto nimemshindwa huyu. Jamani nisaidieni. Nisaidie nimemshindwa huyu ndani. Akitoka kanyooka, kama unaona kwamba ni fresh, peleka. Haina noma. Unanikumbusha kitu kimoja, mzee wangu miaka hiyo naona kaka zangu wanakuwa alikuwa anawatishia. Yaani nyie ni polisi ni. Sasa. Sawa, yani unapeleka unasema jamani mimi wao ameni. Unaeleweka vizuri kabisa. Nisaidieni kuchapa kidogo. Iko hivyo. Haya bwana. Phoenix pia wanakuambia kwamba kama